Mwita kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Mary Abdalla Mary swala lake lenye kifungu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ni lazima wizara kushirikiana na wadau wake katika kufanikisha majukumu hayo. Hivyo kila ifikapo muda wa miezi mitatu, wizara kupitia taasisi zake za habari imejipanga kukutana na wadau wake kujadiliana maendeleo na changamoto zinazokabili tasnia na pia kuhabarishana taarifa za matokeo mapya. Hata hivyo, kufanya mikutano ya kutoa elimu kwa wadau husika. Mfano, wizara ilifanya mkutano wa kutoa mafunzo mwezi Julai 2024 kwa kuwa mafunzo ya waandishi wa habari, maafisa habari, wamiliki wa vituo vya utangazaji, watengenezaji wa maudhui ya mitandaoni, mameneja wa vituo vya utangazaji, watangazaji juu ya kuripoti habari za maendeleo, kanuni na sheria za habari, akili bandia, uendeshaji wa mitandao ya kijamii na kadhalika. Pia kwa kawaida vikao na wadau na mafunzo yanayotolewa na wizara huleta matokeo chanya, kwani mabadiliko katika utangazaji na ufuataji wa sheria, uridhikaji wa wananchi katika kupokea taarifa kupitia habari, ni dhahiri kwamba matokeo chanya baada ya vikao vya wadau. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mary Abdalla Mary, swala la mwanzo la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya dada yangu Mheshimiwa Waziri, na nimpongeze sana kwa majibu yake mazuri, lakini pia ningeomba kuuliza maswala mawili madogo ya nyongeza. Lakini moja ni kwamba kama zilivyo tasnia nyingine zina maveterani na manguli wao mbalimbali, je, wale manguli na maveterani wa tasnia ya habari wakiwemo watu mbalimbali tunawajua maarufu kina Sheikh Salim wao na wenzao wengine, serikali inatumiaje platform hii katika kugema mawazo yao ya uzoefu wa muda mrefu sana pamoja na uzalendo wao ili kwenda sambamba katika maendeleo na mabadiliko ya sekta ya habari? Lakini swala langu la pili, je, sheria ambayo tumeizungumza kwa kipindi kirefu sana na kwa sasa imefikia hatua gani? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Mary Abdalla Mary swala lake la nyongeza lenye kifungu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba katika kada ya habari pia kuna manguli ambao wamefanya kazi kubwa katika nchi yetu, na serikali yetu kupitia Wizara ya Habari tunajitahidi sana kuwaenzi na kuwatumia manguli hawa. Kwanza katika bodi mbalimbali ambazo zipo kwenye taasisi ya habari, kwa mfano shirika la magazeti, tunao wazee wetu ambao wameitumikia nchi hii na wamefanya kazi kubwa, waingiza, wengine ni wenye viti wa bodi, wengine ni wajumbe, inategemea na idadi kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Lakini katika baraza la habari kuna wajumbe na kuna ile bodi ambayo inahusisha wale wazee au wazoefu masinia ambao tumewachukua wengi wao na wamekuwa ni washauri wakuu katika wizara yetu, lakini pia katika baraza la habari, na wanawasaidia wanahabari wa kujitegemea na wanahabari ambao wameajiriwa serikalini kuwaongoza namna bora ya kuendesha kazi zao kwa kufuata misingi ya sheria na maadili. Kuhusu sheria ya habari, kama nilivyojibu wakati nafanya majumuisho ya bajeti kwamba tayari sheria imekwisha ingia katika vikao vya Baraza la Mapinduzi, lakini sasa kwa mujibu wa utaratibu hatuwezi kuendelea na majadiliano mpaka baraza linalokuja, na hatimaye sheria ile itakuja kufika barazani kwa sababu imeingia, lakini wakati ambao tayari huku haziwezi tena kupokelewa sheria kusoma kwa mara ya kwanza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Juma Ali Hatib, swala la pili. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, mimi nilitaka kujua pamoja na vikao ambavyo kwa mlikaa na hao wadau wa habari, lakini bado kuna changamoto kwa wadau wengine wa habari wakiwemo wafanyakazi wa ZBC. Kwa mfano katika masuala yao ya maposho,
tumekuwa tukipata malalamiko kwamba hawatimiziwi kwa wakati au kupata yale maslahi ambayo kwa ya kuwafanya basi na wao wafanye kazi vizuri, pamoja na kwamba wengine tunao humu ndani, wengine wako kwenye vituo mbalimbali, na ukiangalia hawa wafanyakazi wa ZBC ndio wao wana jukumu kubwa sana la kutangaza maendeleo ya serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia kuitangaza Zanzibar kiutalii, kiuchumi. Lakini bado ukiangalia wafanyakazi wa ZBC wako tofauti na wafanyakazi wa Azam TV au TBC Taifa au televisheni nyingine. Hebu ni upi sasa mpango wa wizara katika kuwafanya angalau chombo chetu hichi muhimu, ambayo historia inaonyesha kwa Zanzibar ilikuwa televisheni ya mwanzo kwa nchi hizi za Afrika Mashariki, televisheni ya rangi, lakini bado wafanyakazi wetu hawajawa na maslahi yale ya kuridhisha kuwafanya watu wengine waache televisheni zao waje waombe kazi ZBC. Ni upi mpango sasa wa wizara katika kuwanyanyua hao wafanyakazi na wao kimaslahi zaidi? Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumjibu Mheshimiwa Juma Ali Hatibu swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mara nyingi nimekuwa nikitoa ufafanuzi kwamba pamoja na mambo yote kwenye suala la maposho ya wafanyakazi lazima tuzingatie sheria ya utumishi wa umma, na sheria ya utumishi wa umma tayari imekwisha toa muongozo kwamba posho zinakuwa vipi, mshahara unakuwa vipi. Suala lililokuwepo kuhusu wafanyakazi wanaofanya ZBC, wanaofanya hapa barazani, tulilijadili kwa pamoja na tumekwenda kuangalia best practice kwa wenzetu wa bunge wanaokuja kwenye chombo hichi, ile posho ya nyongeza, kwa sababu posho ya kawaida kwa mujibu wa scale ya utumishi wa umma inatoka kama kawaida. Posho ya nyongeza ya kuja huku inatakiwa itolewe na baraza la wawakilishi. Kwa hivyo niombe kupita kikao hichi kwamba tuendelee kulizingatia, tuwaongeze watumishi wetu hawa wanaokuja baraza la wawakilishi ili wazidi kupendeza, wafanane na wa Azam. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Chum, swala la 3 la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri, na kupongezeni sana kwa juhudi za kufanya maamuzi ya kukutana na wadau kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika tasnia hii ya habari. Lakini Mheshimiwa Waziri, katika vipindi ambavyo vinaendelea, kuna baadhi ya vipindi kidogo vinaleta shida kwa wasikilizaji. Kwa mfano, kuna kipindi cha magazeti, lakini katikati ya kipindi kile mna matangazo, mna majadiliano. Hii inaondosha hamu kidogo kwa wasikilizaji, na baadhi ya wasikilizaji wanakuwa wanalalamika kuhusiana na hili. Sasa je, huu utaratibu ndio uliowekwa kwa sasa wakati mmekaa na wadau katika vikao vilivyotolewa na maamuzi, utaratibu huu kwamba utumike kwa sasa na unapendeza? Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa ruhusa yako kumjibu Mheshimiwa Bichum swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, utaratibu wa kipindi cha magazeti na vipindi vingine kuingiza matangazo ni utaratibu wa kawaida, kwa sababu vile vipindi vinakuwa vina wadhamini, na miongoni mwa vyanzo vya mapato vinavyopatikana katika vyombo vyetu vya habari ni wadhamini. Wadhamini wanaleta matangazo yao, wanalipa malipo, tena wengine wanalipa malipo makubwa na mazuri, na ndio maana utakuta pengine tunachambua gazeti moja, tunaleta tangazo la yule mdhamini ambaye amekidhamini kile kipindi, anakuwa amekilipia. Na huo ni utaratibu wa kawaida kwa redio na TV za serikali pamoja na za binafsi, kwa sababu tumeondosha matangazo ya vifo, hatulipii, wananchi wanaleta matangazo bure. Tumeondosha, kuna matangazo ya watu wetu wenye ulemavu wanaofanya kazi za mikono, tunawaonesha matangazo yao bure, na ile ni TV ambayo zaidi iko kwenye kutoa huduma. Sasa tukipata wadhamini ndipo tunapopata mapato. Nikuombe waelimishe wananchi wako Mheshimiwa kwamba matangazo yale yanapelekea kupata mapato,
ni vitu vya kawaida, na swala la majadiliano ni mabadiliko ambayo tunajifunza kwa wenzetu walioendelea kama BBC, CNN, Al Jazeera na wengine. Lazima muwe mnajadiliana kutoa zile vision na views ambazo mko nazo kama waandishi, ili jamii iweze kuelewa zaidi kile kipindi ambacho kinaendelea. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante, tunaendelea. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Swali namba 100.